Baba. Baba, baba mkwe, baba mkwe. Baba, shikamoo. Marahaba mwanangu. Hamjambo? Salama. Marahaba. Karibuni. Asante. Karibu chukua vitu. Karibu mama. Asante. Viti? Sawa. Karibuni. Asante. Baba. Naam. Huyu ni mke wangu, anaitwa Anisa. Unasema ni? Huyu ni mke wangu, anaitwa Anisa. Sasa nimemleta kwako juane. Unajua Kiswahili mwanangu wakati wengine kinazunguka. Maana ukisema ni mke wangu ina maana kwamba kuna taratibu ambazo zimefanyika tayari mpaka umemuoa na mimi babako sijui. Lakini ukisema kwamba huyu ni mchumba wangu pia kuna taratibu zake. Na ukisema kwamba huyu tumezungumza tukaelewana kuna taratibu zake. Sasa nyosha maelekezo. Unasema ni mke wangu. Ni mke wangu mtarajiwa. Kwa hivyo huyu yani unamaanisha kwamba ndio mmezungumza kwamba mtakuja mtaoana siku za usoni. Sawa. Jembe langu. Ni vizuri. Unajua vijana wengi siku hizi hukurupuka kufanya mambo. Lakini tunapofuata sheria za mila za dini huwa inakuwa vizuri. Huwa ni kuzunguka na kujokotea, lakini wewe umefanya vizuri kumleta hapa nyumbani ili niweze kumjua, halafu taratibu ziweze kuanza hapo na kusonga mbele. Umefanya vizuri sana mwanangu. Kwa upande mmoja umeniheshimisha. Haya mama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Anisa. Anisa. Nakumbuka kitambo nilipokuwa nikifanya kazi ya uvuvi kule Witu. Kulikuwa na mama mwingine anaitwa Anisa. Si unajua ni Waislamu wale. Anisa. Sasa haya majina ya Anisa yani sijui kama Mungu aliwapendelea kwa upande mmoja au mwingine. Kwa sababu mtu akisema anaitwa Anisa utajua ni Anisa kweli. Haya, Anisa kutoka wapi mama? Mimi natoka mtaa wa pili. Mtaa wa pili kwa mzee nani hapo? Kwa mzee Saidi. Mzee Saidi. Yule wa kushona vikapu. Mzee Saidi namjua. Manake wakati anakuja huku mimi ndio mtu wa kwanza kumpokea yule mzee Saidi. Alikuja huko akauzwa na mzee Suleiman pale. Sawa, ni vizuri. Hapa ndio kwangu. Huyu ni mtoto wangu. Nilimlea kwa maadili mazuri, nikamsomesha na vile amezunguka na akapata chombo cha kukileta hapa. Naamini kwamba hapo utakuwa uko salama. Kazi yake nafikiri nilikwambia. Akienda kazini anaweza akachukua mwezi ama wiki, yani vile inategemea na vile ile kazi yake jinsi ilivyo. Lakini hapa usiwe na wasiwasi. Hapa umefika kwako. Hata yeye akienda, niko hapa. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa mwanangu? Sawa. Halafu ninaona mikoba, sijui kama ndio ulikuwa umekuja kabisa ama ulikuwa umekuja tujuane halafu urudi halafu ndio tuanze taratibu ama namna gani? Hapana, mimi nimekuja kukaa kabisa. Nimesha. Anisa, karibu. Ujisikie huru. Hayo mambo mengine sasa niachie mimi nitamaliza. Sawa baba.
Na mwanangu usiwe na wasiwasi. Zile taratibu nyingine niachie mimi. Sawa baba. Hapa ni jembe. Hili limefanya nini? Limeisha. Kama umekuja hapa kuishi kabisa hapa, basi alhamdulillah. Mimi namshukuru Mungu. Baba, baba mkwe, baba, baba mkwe, baba. Baba, mbona unifuata mpaka chooni? Hata usiwe na shida. Wajua hapa ni kwangu na huku ni chooni. Na wewe bado ni mgeni. So nimekufuata ili nikuelekeze, nikwambie kwamba choo iko hapa, ile ni akina mama, hii ni unaona na ni hatari. Lakini sio lazima mpaka huku baba. Ni kweli, lakini sasa ujue kwamba mimi ndio najua haya maeneo. Najua njia ya kutokea, najua njia ya kuingilia. Sasa nikikuacha uje peke yako, halafu pengine ukutane na vitu ambavyo haviko sawa. Itakuwaje? Sintalomika mimi mwanangu. Kwa hivyo usiwe na shaka, hakuna shida yoyote. Sio kama nakufuata kwa ubaya. Endelea kuoga, hakuna shida. Sawa mwanangu. Baba, baba mkwe, baba, baba mkwe. Niambie rafiki yangu, uko poa? Mimi niko poa, nashukuru. Sijui wewe endeleaje? Mimi niko sawa. Tangu uolewe nawe hata hatuonani. Si unajua tena maisha ndoa. Kwani wao wakatazwa? Wewe basi nitembelee wenzako. Usijali, nitawatembelea. Kuna mambo hapa wewe nakwambia mpaka nakosa kuelewa yani. Mambo gani tena haya? Kuna shida na huyu baba mkwe, ana tabia za ajabu. Naambia ana nini tena? Mwambie juzi amenifuata mpaka bafuni kule. Nakwambia kweli, mpaka bafuni kabisa. Mzee amenifuata kule. Lakini usimchukulie vibaya. Hiyo ni mambo ya kawaida tu. Mimi hata alikuwa kuna shughuli zake. Hata kama bafuni. Huwezi jua, maybe ulimshtukizia tu wewe. Nashindwa hata kuamini mimi mwenyewe. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Haya. Sawa, mimi nilikuwa nimekuja kujulia hali, ni kitambo sana. Usijali, mimi niko. Ni ile tu stoki, lakini sijawaacha. Basi wewe unatembea kidogo. Sawa, usijali. Hodi. Oi, Masha. Karibu. Bro. Oi, habari yako? Salama vipi? Salama sana, uendeleaje? Niko fit hivi naye. Shem. Uendeleaje? Salama sana. Karibu. Asante. Mama. Hivi Shem. Poa. Niko fit? Niko poa sijui. Salama kabisa. Karibuni. Asante. Sasa bro, sasa tutembee kidogo tu at least physically kidogo. Poa pia. Sasa. Karibu. Asante, mimi nashukuru. Kwa hiyo hapa ndio kwako? Hapa ndo kwangu. Nakaribisha wakati wote. Sawa, hiyo haina shida, lakini pia na wewe unakuja kule. Si unajua pale ndo nyumbani. Nitakuwa naja, si nikuja tu. Sawa, wewe unakuja hata wakati mwingine unaweza lala pale. Si unajua pale ndo nyumbani. Kulala siwezi lala. Kwa nini? Mimi mwenyewe. Lakini si baba yuko pale, mimi niko pale. Nitakuwa naja kutembelea lakini kulala. Huwezi kulala? Kwa nini? Mimi mwenyewe tu. Natumai hakuna shida yote. Hakuna. Haya, sawa. Sawa, nimefurahi kwa ujio wenu. Baba. Marahaba. Karibu. Asante. Karibu kaa. Hai, unaendeleaje hapo toka nilipoondoka? Mimi naendelea vizuri. Asante sana. Karibu. Asante. Sasa mama, toka zunguka zangu hizo, nilikuwa kuna jambo nalifikiria sana kwa muda mrefu. Lakini leo nimeona nilitimize. Unajua
wewe uliumbika sana. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, ulichukua, yani Mungu alichukua nafasi yake alipokuumba. Kutokana na pite zangu za hapa na pale. Na toka ulivyokuja hapa nyumbani na kuona wewe ni mtu una bidii sana kufanya kazi vizuri, nimeona nikuletee zawadi. Kwa hivyo kuna zawadi hapa kidogo nimekuletea ambazo kuna hebu angalia hii. Hii ukivaa hii. Lakini kama ni zawadi basi hivi jamani. Kwani zina shida gani hizi? Kwanza hizi ndio zawadi nzuri ambazo nikikupea hata wewe mwenyewe utafurahi. Unasema basi huyu baba ameleta zawadi ambazo zinastahili kabisa. Lakini baba, hizi mimi niko nazo. Aliyekataa vingi ni nani? Yaani uletewe zawadi useme kwamba hii niko nayo. Unapoletewa kitu unafurahikia kwamba mimi nimeletewa zawadi, hata kama hakuna mtu ambaye anahitaji kuona vitu vichache hapa. Angalia hata hao marais wenyewe sasa bado wanapigana kutafuta tena viti kwa sababu wapate pesa, na pesa wako nazo. Itabaki nguo za kuvaa. Mama, usitake kunicheke. Chukua na hii. Chukua na hii. Ni vitu ambavyo hivi ni hata mume wako kijaviona atasema kwamba ndio. Halafu nikwambie kitu. Huu ni ng'ata. Baba. Mume wangu, kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Baba. Baba mkwe, baba. Kitu gani? Hata nimesahau kenye nilikuwa nataka kukwambia. Umesahau? Nimesahau. Una hakika? Kabisa? Uko sawa? Ni sawa. Wewe utaniambia basi. Baba. Baba mkwe, baba. Anisa. Sasa unakimbia nini? Chotoki. Umeona tayari mama, alafu unakimbia nini sasa? Njoo Anisa. Mimi mwanao utanitaka vipi kimapenzi? Sasa unakimbia hata umeona tayari. Hilo si jambo la heshima. Baba. Baba mkwe, baba. Baba mkwe, baba. Baba. Mume wangu, mimi nimekuita hapa, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Kuhusu baba. Ana nini baba? Baba yuko na tabia ambazo amezianzisha hapa mpaka mimi nashinda kuishi kwa amani kama haupo. Shida nini? Mbona sikuelewi? Baba ananifuata hadi bafuni. Yaani fuata hadi bafuni. Ushaanza mambo yako? Hapana. Ni wanawake bana. Kwa kusikia story wanawake wanavunja nyumba za watu. Kumbe ndio hivi. Hapana, wewe unanielewa tofauti na chenye nakwambia hapa. Mimi lengo langu nimekuambia ongee na baba, abadilishe hizo tabia zinanionyesha. Sasa uangalifu unasuluhisha kweli hivi? Mimi sileti vita. Ninachotaka tu ongee na baba, suluhishe, yeye atakuelewa, wewe ni mtoto wake. Wewe unadhani kuna suluhisho hapa? Ni suluhisho gani kwanza unaleta hapa? Wakati unaleta vita. Ama unaona vile mimi nikienda nikitafuta tunakuja kula wewe na babangu hapa, unaona anafaidika sana? Hapana, hiyo sio maana yangu. Sasa ni nini? Mimi ninachotaka uongee na baba ili abadilishe hizi tabia, niendelee kuishi kwa amani. Hiyo ni roho mbaya. Wewe mwanamke ushaanza kuwa na roho mbaya. Hapana mume wangu. Ile ni nini? Mimi nakwambia ongee naye. Niongee naye nini? Niongee naye nini? Sasa sikiza wewe. Niongee nani? Unanisikia? Anisa, tutakosana vibaya sana. Ukiendelea vitu nitakugonga hicho kichwa. Haina haja tukosane. Mimi nataka tusuluhishe. Suluhisho gani? Suluhisho gani? Baki peke yako mwanzo.
baba mkwe, baba mkwe. Baba niache. Niache baba, niache. Niache. Baba. Niambie vipi, endeleaje? Endelea vizuri sijina. Mimi si jambo. Leo mimi nimekuja hapa kwako kukuomba ushauri kama mwenzangu. Yule mzee ana visa. Visa? Ana visa. Yaani kila siku kipya. Juzi ametaka kunivuta ndani kwake kwa lazima. Niambie. Sasa unacheka nini? Baba mkwe alikufuta ndani kwake. Alitaka kunivuta kwake. Kilichonisaidia tu nilifanya bidii akaniachia ule mkono. Nilijua mimi. Ulijua? Nilijua. Namjua baba mkwe, unajua kwa sababu gani tulihama pale nyumbani? Sijui. Kwa sababu yake. Ndio nikajenga huko na bwanangu. Lakini nakumbuka mimi nilipokuuliza kwa nini hulali kule, ulisema hakuna kitu. Nilikwambia vile sikutaka ujue, nilitaka ujionee. Lakini hiyo yani bwanangu akiondoka siwezi hata kupumua. Kama yuko kwa nyumba siwezi yani. Lakini si shamba ni kubwa hii jamani. Weza mwambie bwanako mhame, mkajenga hata mwisho wa shamba. Honi mimi nilihama na bwanangu tukajenga huko. Hilo wazo bado sijalijaribu, lakini ili mradi umenishauri hilo nitajaribu, kwa sababu mara ya mwisho mimi kumweleza bwanangu kuhusu baba mkwe alikuja juu akakata kabisa. Lakini kwa wazo lako naona nitajaribu nione kama litafanya kazi. Mwambie pengine atakuelewa. Akikuelewa mweza jenga hata mwisho wa shamba na mkakaa na amani mkamwondoke yule baba mkwe. Sawa, haina shida. Mimi nitaongea naye kwa sababu maisha yamekuwa magumu pale nyumbani. Ongea naye muondoke. Sawa. Baba mkwe, baba mkwe. Niambie, nakuona siku hizi umenawiri kweli. Mambo ya kawaida tu. Na basi wapendeza kweli, hakuna shida lakini. Hakuna shida huko, uko sawa. Tena walima kweli wewe nakuona vinino vyako yani kamwili fulani hivi. Uko ndoka hivyo nyumbani. Mambo ni hivyo hivyo, lakini ninashukuru kabisa. Sawa. Walisema eti za mwizi huwa ni 40. Lakini kumbe hata 5 uweza shikwa. Kumbe mimi nikitaka vitu vyangu kule unajifanya wewe unaona mbali. Kumbe na mambo zako huko Kwanza ondoka hapa. Ondoka. Kwenda kabisa huko. Niondokee. Mbona angalia kitu gani? Wewe. Mimi sitaki kujua yule nani wako. Sitaki kujua kule kuendelea nini. Mimi ninachojua ni kwamba yule ni mtu wako. Sasa utanipea ninachokihitaji. Kama hutaki mimi nimwambie bwanako. Umenifumania mimi? Kuna nani mwingine hapa? Basi yule kaka yangu. Kakako? Ni mdogo wangu yule. Wewe kaka kubali yule? Yule kaka yangu. Kabisa? Kabisa. Ile pia ni mtoto mzee Saidi? Ni mdogo wangu yule. Basi nilikuwa nakutania. Nilikuwa nakutania. Sasa Baba mkwe, baba mkwe. Mimi mwanao unitakaje kimapenzi? Mimi mwanao unanitaka vipi kimapenzi? Mimi mwanao utanitaka vipi kimapenzi? Mimi mwanao hilo si jambo la heshima. Baba mkwe, Ndio umerudi mapema. surprise. Baba, hata kama surprise basi ndio tushikane macho. Shikamoo. Shikamoo ya nini tena Anisa?
Hizo shikamoo hizo zinarudisha nyuma maendeleo. Shikamoo wapatie wale wengine kule, lakini mimi naambia tu mambo, habari yako, ni vitu vya kawaida. Karibu ukae kitu. Hata hakuna shida, wote endelea kukaa. Endelea kukaa tu. Wewe kila siku nikuletea zawadi unalalamika, nikuletea zawadi unalalamika. Leo nimekuletea kitu cha tofauti kabisa. Lakini mambo ya zawadi silikwambia sitaki. Na kwa sababu ya utu uzima wangu uliponiambia sitaki, nikafikiria tu ni vile nakuletea zile ambazo yani huzipendi, vitu vya ndani nini. Nikaona nikabadilisha leo nikakuletea kitu ambacho hicho naamini kabisa ukitumia utafurahi. Hebu acha uone. Usilalamike, uandike na mate na hata wino wenyewe uko hapa. Acha. Hisi ni soda. Kunywa. Hiyo kitu ni tamu. Kama nilivyokuambia wazungu wanaita energy drink. Drink ndio kunywa sasa. Halafu energy inatia nguvu. Kunywa. Kunywa uniambie ina testije. Nayo ni tamu. Hiyo kitu ni tamu. Mimi huwa natumia hizi kitu. Ni tamu sana. Na utamu wake leo utaujua. Baba mkwe, baba mkwe. Mimi mwanao unitakaje kimapenzi? Mimi mwanao unanitaka vipi kimapenzi? Mimi mwanao utanitaka vipi kimapenzi? Mimi mwanao hilo si jambo la heshima. Baba mkwe, baba mkwe, baba mkwe, heshima ndio msingi wa familia. Nilikuja kwako kwa heshima. Nani wanipigia simu na namba mpya tena? Inaweza ni mchongo wa kazi. Hello. Nani? Mke wangu? Hapo nyumbani? Nilijua mimi kuna vijana wanacheza na mke wangu. Ndio maana nikamwekea tego. Ni nani huyo kijana? Hello. Kuna credit yake imekata, acha nimpigie. Hello. Mimi sina credit. Acha niende huko.